Niambie kipenzi. Vipi lakini? Poa. Poa. Niko poa. Nimekaa muda mrefu sana nakusubiri. Nilijua utakuwa umeniongopea. Mimi nikuongopea. Lakini nashukuru umefika. Nimefurahia kuwa na uwepo wako. Kweli. Vipi lakini hapo nyumbani mmoja nani? Nimemwacha mume wangu. Yaani kikweli tu, yaani sipendaji ukae na mume wako. Mimi napenda sana ushinde nyumbani kwako. Kweli baby. Mimi natamani siku moja tuishukie hapo nyumbani. Yaani mimi ndo natamani hata sasa hivi tu uchukue mabegi yako ulete hapa. Kweli. Yeah. Maumivu yangu sababu ni wewe. Matatizo yangu yani chanzo ni wewe. Kujuana nawe ni kama mkosi. Mimi nakwambia ukweli. Maana kule chuo na kanda wenzangu. Kweli. Natamani siku moja nitembelee ndani. Nipe habari. Sawa baby, mimi nimechi bwana. Kweli au unanitania? Kweli. Serious? Kweli ndio. Nimesamini. Kweli, sasa paka nimekuambia spring miss. Okay, sawa. Nashukuru. Basi twende chumbani. Baby. Sio mwaga mwangu kwa nyumbani. Tena umeanza mambo yako. Kweli. Sasa kwa nini? Afu kuna mtoto kule kwa yake. Wewe ni mwanamke wa kaka mmoja. Sijui anakiponaga. Ngoja mimi niwe nyumbani bwana kuzungumza. Basi sawa. Siku nyingine. Okay. Bye. Okay. Maumivu yangu sababu ni wewe. Matatizo yangu yani chanzo ni wewe. Kujuana nawe ni kama mkosi kwangu. Imekuwa kanukusi kwangu. Umeharibu na maisha yangu. Tuseme nyota mangekewa. Wezo. Njoo hapa. Ulikuwa wapi? Nilikuwa matembezini. Unasemaje wewe? Yaani mwanzo asubuhi umetoka ndio unakuja sasa hivi, si ndio? Afu mavazi gani hayo ulovaa? Justin, tumeanza kupangiana hadi mavazi ya kuvaa. Unasemaje wewe? Inafika hata hatua unaanza kunikosea adabu, si ndio? Mimi nani yako? Nakuuliza mimi nani yako? Hivi mwanamke unajielewa wewe? Afu umeanza kuvaa mavazi gani haya? Siku kukutana na mama mko wako huko. Ulinitoa wakati tunavaa magauni marefu. Shut up. Yaani unanijibu tu jinsi unavyosikia wewe. Unavutaka wewe vyote tu unanijibu tu. Mimi nani yako? Unakosa. Sasa unafikia tu kunipiga mimi. Na nitazidi kukupiga. Sijakupiga na nitazidi kukupiga. Yaani mwanaume nakuuliza na kutafutia, alafu sasa unanipiga. Zuka kimya. Unanipiga bana. What? Unanisukuma mimi? Naendelea kukusukuma hivyo hivyo mwanaume gani wewe? What? Bosi, najua nilikukosea sana, lakini lengo la madhumuni limekuja hapa kutaka radhi ili iweze kunirejesha tena kazini, maana napitia wakati mgumu sana. Justin, ni kitu gani kingine ulichosahau kutoka kwangu? Kwani umesahau nimekupa thamani kubwa katika ofisi yangu, na baada yake ofisi yangu ulifanya kama nyumbani kwako? Yaani uligeuza ofisi yangu kuwa ya kwako. Sasa unataka nini kingine kutoka kwangu? Nilikuheshimisha, nikakupa nafasi kubwa katika ofisi yangu. Leo hii unakuja kuniomba msamaha nikupe kazini? Bosi, tafadhali nakuomba unipe nafasi nyingine tena. Mimi naahidi sitokuangusha. Hapana Justin.
sina nafasi nyingine ya kukupa katika ofisi yangu. Ninaomba utoke. Lakini punguza hasira. Hebu mrudishe kazini. Angel, nisikize vizuri. Ofisi yetu iliumba kwa sababu ya Justin. Leo hii tatu mrudishe kazini kivipi? Alafu isitoshe, nafasi ya Justin tumeshampa mtu mwingine. Atakuja katika nafasi kipi? Justin, naomba utoke. Toka kwenye nyumba yangu. Naomba utoke. Mnapokuwa na kazi, mnachezea kazi. Mkikosa kazi, mnatafuta kazi. Hebu toka! Mume wangu, mpunguza hasira basi kwanza. Hapana, Angel, unauzi. Yaani unajua ofisi wanafanya kama nyumbani kwao vile. Sio hivyo bwana. Najipa pressure bwana. Mwambie. Mtu tena Justin. Bwana JJ. Naam. Yaani kikweli naona maisha yangu yanazidi kuwa magumu sana. Kabisa. Maana ukifikiria ukizingatia na shemeji yako siku hizi simuelewi. Maana amebadilika sana. Na isitoshe nilifuata ushauri wako jinsi ulivyoniambia. Nielekea kule kwa bosi, nikajaribu kwenda kuzungumza naye na kumwomba msamaha, kumtaka radhi ili aweze kunirudisha kazini. Lakini kwa kweli hawezi amini, alinikatalia katu. Na kunifukuza pale. Aisee. Yaani kwa kweli yani napitia wakati mgumu sana. Yaani kwanza aisee. Yaani kwanza mimi nikianza na mke wako. Yaani wewe huyo mwanamke achana naye. Sijui unanielewa vizuri? Kwa sababu haiwezekani huyo mwanamke anifukuze mimi alafu useme anakupenda. Mimi si damu yako wewe. Ina maana jinsi anavyokupenda wewe ndio inatakiwa anipende na mimi. Hasi na kuaje ananifukuza mimi. Unajua, yaani kwa kweli mimi mwenyewe paka nashangaa kwa sababu ni ghafla tu. Wewe mwenyewe unamuelewa shemeji yako akuaga vile. Yaani wewe ujue kwamba baada ya wewe kujua umefukuzwa kazi. Ina maana tayari akaona njia ya kuingiza ankala haipo. Tayari upendo umeisha. Sijui unaelewa vizuri? Eti kwanza unaona unajua nini? Ila penyewe ni kweli kwa sababu yeye ni siku hizi yani amekuwa eleweki. Yani anielewi kabisa yani. Yaani amekuwa kinitusi sana. Yaani wewe kama unajua ndo hivyo. Yaani hapo labda cha kuzungumzia ni kuhusu bosi. Sasa bosi ulijaribu kabisa kumuomba, ukamnyoshia mikono, ukapiga magoti, hamna kila kitu. Baba, yani nimefanya kila kitu jinsi ulivyonipa ushauri. Yani kila kitu nimefuata lakini baba amekuwa mgumu kunielewa. Yani hawezi amini. Ukashika na vidole vyake vya miguu. Baba, nilifuata kila kitu jinsi ulivyonielekeza wewe. Kwa jicho la huruma kabisa. Kila kitu. Mbona huyu bosi sasa anakukazia na yeye? Sisi. Maisha yangu yamekuwa mgumu sana. Sasa hapo. Lakini wewe usijali. Vipi sasa? Kichwa. Wewe Justin acha basi. Kichwa kimekuaje sasa? Wewe Justin. Kichwa kinauma. Justin acha basi wewe mwanangu. Mama vipi huyo? We. Huyu mama anakujua? Si mama Somo huyo. Sasa kwa nini akushike kichwa sasa? Huyu mama mchawi eh? Bana, umenitamanisha hata mara moja na mimi unaniacha basi natoka huko watu bana. Nimekwisha kuona toka zamani. Tayari umekwisha kuingia katika matamanio. Natoa tu kwa watu mara moja jamani, haya bosi yameisha. Subiri siku utakayoitwa bosi.
Naenda na miki vitu kama hivyo. Nimekuita hapa kuna jambo ambalo nataka nikwambie, kwa sababu siku hizi umebadilika sana na ni tofauti na zamani. Na siku hizi sikuelewi kabisa. Umekuwa na tabia za tofauti. Wewe sasa hivi umepata na shida gani? Kwani mimi nimebadilikaje? So, hivi na maana ujioni kwamba sasa hivi na zamani ni vitu vili tofauti? Mke wangu, siku hizi umekuwa unijali kabisa yani. Upo mbali na mimi. Sio kama zamani jinsi ulivyokuwa unaonyesha upendo na kunijali na kunisamini. Kwa hiyo unataka nini na kuganda kila dakika, si ndio? Alafu kichwa changu kuna mambo mengi. Nikikupa hiki kichwa ukiwezi, sawa? Kwa mambo niache. Maumivu yangu sababu ni wewe. Matatizo yangu yani chanzo ni wewe. Kujuana nawe ni kama mkosi kwangu, imekuwa kanukusi kwangu, umeharibu na maisha yangu. Useme nyota mangekewa. Nani huyo? Jitambulishe kwanza. Wewe ni nani? Wewe ukaingia humu ndani bila ruhusa yangu, mimi mwenye nyumba au baba mwenye nyumba? Machizi umeshakuwa wengi. Wewe nani? Hivi una matatizo gani? Nilikuwa nafanya mambo. Unajua usinifanye mimi sina akili, sawa? Ndio umekuja sasa hivi, tukua tumekumisi madam. Madam, umekula? Niache mimi nikapumzike. Tukua tumekumisi. Tony. Ni nini hicho unafanya? Hapana hicho. Hapana nini? Huyu binti ni mtu ambaye kuja kuomba kazi hapa na alikuwa anakusubiria wewe. Wewe usiniambie hapa ni kwako na uniambia hauna mke. Stupid, nyamaza. Bana. Tena msitaki kunivuruga. Sawa? Hapa ni nyumbani kwangu. Siwezi. Tony. Wewe wakunifanyia mimi hivyo. Bado nafasi ya kuongea nawe Angel, naomba unisikilize please. Nakuomba. Pamoja na kukupenda kote. Kukuthamini. Na kukujali pia. Lakini ndio malipo yake haya. Asante. Naomba unisikilize. Hapana. Madam! Wapuzi. Na madam. Afanya haraka bana. Yaani nikulishe. Nikuvishe. Alafu na madam. Mtolezi takataka. Toka nje madam amesema. Toka nje. Toka nje. Toka nje.
siku hizi hawataki kazi, wanataka mishangazi, apewe pesa alelewe, bila kujua najitesa. Rafiki wa kweli ni yule nekufaa, o kwenye shida na raha. Umenipa maumivu ya moyo na kichwa, mbona kama unanitesa? Moyo wa mtu ni kichaka, mengi yaliyojificha. Maumivu yangu yatapotea, na mke wangu atarejea. Kazini kwangu nitarejea, na Mungu wangu atanitetea. Marehemu, nakuomba nyumbani mara moja. Sasa hivi kama itawezekana. Sawa. Karibu. Pita, mlango uko wazi. Oh, Marehemu. Karibu. Asante. Karibu. Karibu. Asante. Za uko tokako? Nzuri tu madam. Madam, simu yako imeniharakisha sana. Na nimeshazoea pia simu yako ukinipigia moja kwa moja na kukuta ofisini. Lakini leo unanishangaza. Umeniita kwako. Shida nini madam? Marehemu, wala usijali. Kuna kitu nahitaji kuongea na wewe. Usijali. Kama kuna chochote unataka uniambie kuhusu chuoni au kuhusu masomo, wewe niambie tu. Marehemu, wala sio kuhusu masomo. Na nitakachokwambia, naomba usinifikirie vibaya. Naomba nikwambie, Marehemu, mimi nakupenda. Tena nakupenda sana. Madam, hilo swala haliwezekani. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni mwalimu wangu. Na je, wanafunzi wenzangu chuoni watanichukuliaje? Afu pili, mimi na wewe kiumri hatuendani. Marehemu, kuhusu shuleni hakuna mtu yoyote atakayejua. Madam. Marehemu. Sawa. Marehemu. Vijana siku hizi hawataki kazi, wanataka mishangazi, apewe pesa alelewe, bila kujua najitesa. Rafiki vipi? Mbona tumeitana mchana huu? Kwani kuna nini? Kuna taarifa mkuu anakuja kutupa, tena ya muhimu sana. Mmeshafika? Ndio mkuu. Mmeitikia wito? Ndio mkuu. Sasa nimewaita. Nahitaji wasichana wote mpate wanaume wenye nyota kali. Nanielewa? Nanielewa? Mpate wanaume wenye nyota kali ili muweze kuongeza siku. Ili muweze kuishi miaka mingi. Na endapo mtampata huyo mwanaume, ukilala naye hata za kamwe. Mmenielewa? Na wewe mwanaume, inapaswa upate mwanamke aliye na nyota kali ili uweze kuishi miaka mingi. Sawa? Mmenielewa? Ndio mkuu. Hayo ndo maagizo yangu. Mkuu, mwanachama mmoja kazi imemshinda, kafuata mapenzi. Nani huyo?
Huyu hapa. Umefuata mapenzi? Wewe umefuata mapenzi na kuuliza? Hapana mkuu. Mkuu, nipe nafasi nyingine. Nedi nitatekeleza. Unasema kweli? Ndio mkuu. Unasema kweli? Ndio mkuu. Nakupa nafasi ya pili. Lakini kwa nini unafanya hivyo? Unataka kuondoka, unataka kuniacha na nani? Tafadhali naomba unisikilize basi. Sio kwamba mimi napenda kukabila kazi. Lakini Zuu mwenyewe naelewa kabisa mimi nilifukuzwa. Zuu, na siku zote mpangaji ni Mwenyezi Mungu. Tafadhali mke wangu usinifanyie hivyo. Zuu, nakuomba usiondoke. Zuu, sio kwamba mimi nilikuwa napenda kukupiga wewe. Zuu, wakati mwingine unakuwa unanikosea na kusababisha mimi nilikuwa nakupiga. Zuu, mama wangu. Tafadhali mke wangu nakuomba usiondoke. Joe ndo kila kitu kwangu. Joe ndo thamani yangu. Sasa Zuu, ukiondoka mimi nitabaki na nani? Kwa nini lakini unanifanyia hivi? Kwa maana mimi kukosa kazi, nimekuwa chachu ya kuniacha, si ndio? Kwa mimi leo thamani yangu kwako haionekani. Kwa sababu tu mimi leo kukosa kazi, si ndio Zuu? Kwa nini lakini tusikie huko? Kama mimi bado nakuhitaji. Kukosa kwangu kazi sio sababu ya kuniacha. Zuu, tambua anayepanga ni Mungu, na Mungu ndo anayetoa riziki. Sikia nikwambie siku moja. Mimi siwezi kuishi na mwanaume ambaye ana kazi yake mpukaa tu. Siwezi. Alafu siwezi kuwa natoka mimi naenda kukupatia wewe pesa huko afu uje ule, afu wewe mwenyewe mkono wako kunipiga mimi. Afu siwezi kukutafutia wewe pesa uje ule kwa kujaza tu sinki. Siwezi. Zuu, tafadhali mama wangu nakuomba usinifanyie hivyo Zuu. Niache bana. Zuu. Zuu, mke wangu. Zuu. Zuu. Maumivu yangu sababu ni wewe, matatizo yangu yani chanzo ni wewe. Kujuana nawe ni kama mkosi kwangu, imekuwa kanukusi kwangu, umeharibu na maisha yangu. Tuseme nyota mangekewa, chimama kusema nanipenda, kila nipitako ananiwinda. Lengo anataka nyota yangu anikaushe na kizazi changu. Maumivu yangu yatapotea na mke wangu atarejea, kazini kwangu nitarejea na Mungu wangu atanitetea.